Mambo vipi ndugu yangu, nataka ni share idea hii na wewe. Nataka ni kufundishe kitu fulani. Hapa nilikuwa napika keki. Sasa wakati napika keki, nataka nikuonyeshe kitu ambacho watu wengi sana, hasa wale wafanya biashara wadogo wadogo, huwa tunakuaga tunapata shida wakati tunaanza kupika hizi keki. Unajua changamoto ambayo inakuwa inatusumbua sana ni haya mafuta ambayo tunapikia, mafuta ambayo yapo jikoni, joto la mafuta na moto ambao unatoka jikoni. Ni vitu ambavyo huwa vinatusumbua sana, hasa tunapokuwa tunapika hizi keki zetu tunazikaanga hapa jikoni. Unakuta keki muda mwingine inakuwepo labda kwa nje imeshabadilika rangi, alafu kwa ndani unakuta hijaiva, yani nje imebadilika rangi mapema sana. Umeona? Sasa mimi hapa nilijaribu kuzingatia katika upande wa mafuta, yani joto la hili mafuta nilihakikisha kwamba lisiwe joto kubwa sana, yani kusiwe kuna moto mkubwa sana. Kwa hiyo sasa nilijaribu kuzingatia hivi vitu viwili, moto wa chini unaotoka usiwe mkali sana na joto la mafuta pia lisiwe kubwa. Alafu kitu kingine ambacho naweza nikakushauri ni kwamba unapokuwa umezeka keki zako jikoni, usisahau basi kuwa unazigeuza geuza mara kwa mara. Unajua keki ukiziacha tu jikoni, unaziweka jikoni kaziacha hivyo hivyo, inakuwa ni changamoto hata uivaji wake. Unaweza kukuta keki imeiva muda mwingine sehemu nyingine bado inaonekana kama mbichi, lakini unapokuwa unaigeuza geuza unaipa nafasi kubwa sana keki yako kuweza kuiva vizuri katika pande zote zile. Umeona? Kwa hiyo jaribu kuzingatia hilo, lakini ambacho nataka nikushauri kabisa, unajua hiki kitu unaweza ukaona ni cha kawaida kabisa, lakini watu wengi sana wanafeli katika upande wa joto la mafuta. Yaani unakuta kwamba joto linakuwa ni kubwa sana, yaani mafuta yanakuwa ya moto. Kwa hiyo sasa hiyo inakuwa ni changamoto, yaani keki haiwezi kavimba kama hivyo. Si unaona jinsi keki zangu zilivyotoka hivi, zina muonekano, zimevimba, zimepasuka zenyewe, sijazikata na kisu, kwa sababu niliweza kuzipa nafasi ya kuweza kuiva vizuri. Zikazi zinajipasua zenyewe kwenye mafuta na joto lenyewe lilikuwepo la kawaida. Ndio maana nilikuwa sina hofu yote kwamba keki itatoka imeungua, sijui imefanyaje. Hapana, ziliweza kuiva na nikawa nazigeuza mara kwa mara. Kwa hiyo kama unavyoona sasa hivi nazitoa hapo, na keki zipo vizuri. Ngoja niipasue kwanza hapo ili uione. Angalia hapo, unaona nimepasua hapo. Unaweza kaangalia kwa ndani, hakuna kabisa mafuta yote. Unaona, keki haina mafuta, ipo fresh kabisa. Kwa hiyo nimejaribu kutoa tu hii elimu. Kama wewe ndugu yangu, rafiki yangu, unaweza kaangalia ukajaribu kujifunza na yeye ili kuweza kufanya biashara kama hii.